254. Ni Benji ati Benji 254. Ni random sina ubaya. Story ni kali, moto kama basi, kijana ni kali. Hey guys, this is again another episode, and this is your boy Benji 254 with episode 4 of the Bedsitter Diaries. Hey, watu wangu wa Bedsitter bana, leo mmekula nini breakfast? Msikae njaa bana. Yeah, kula kitu mnainama sana. Yeah, luckily mimi nimesema siwezi inama. By the way, let me tell you something. The guy is in a bedsitter and that is how I've started. Yeah, so unajua hapa hivi I think wase wa bedsitter usalimiana sana. Sijui kama mimi ndio nasalimiananga sana kama Mluya. But by the way, ukipata like mkipatana hapo kwa corridor, mkipatana kwa gate huwa mnasalimiana. Kumbe there are some guys. Na familia tu hivi anasema tu hiyo ni mark. Yo, juzi nimeenda nikafua manguo kwa brother yangu. Anakuanga na laundry, ana offer laundry services within Ruiru. So you guys, you can search Safi Laundry Ruiru on Facebook, na atawafanyia kazi safi. So yeah, if you want your laundry done, check the Facebook page yao ya Safi Laundry. So nimeenda huko nikaosha nguo zangu because I was so lazy and I was preparing for work. That was actually on Sunday. And then nimekuja after kuanika hizo nguo, so kuna jezi na sweatpant fulani hapo hazikukauka. So when I came to my place, nikaona okay, ilikuwa around saa moja usiku. Nikasema niziweke hapo nje. Nimeweka nguo yangu hapo nje, jezi na sweatpant. Nimepanga intervals fulani. Kumbe kuna mtu amenimark. So nikaanika nguo kitu saa moja hapo na 45. Nikasema acha tu niingie ndani, nipike kaugali kangu, nikule, and then before you go to bed, nitoe hizo nguo because ilikuwa na maji kidogo tu, hata si maji, like ilikuwa, you would feel it was wet kidogo. Yeah, so after kurudi kwa nyumba, nikapika, nikamaliza, nikatoka nje, nikapata mtu ametoa pegs kwa jezi, ameenda na jezi and then pegs ameziweka kwa hiyo sweatpant. Yeah, ameziweka kwa hiyo sweatpant. And then I was like, kwani jezi yangu imeenda wapi? Na ilikuwa mpya, nimevaa mara I think twice. And then nikaenda nikashare the story, nikaambiana manze, nilikuwa nimeosha jezi yangu, nimeenda nikapata hakuna kwa hanging line. Nikaambiwa that's normal. Kaambiwa hakuna place tunaanika jezi, either like as in kwa plot tu bora umeweka jezi. Eti umeanika tu jezi mahali. Nimechoka mkono bana. Acha niekelee kwa hii. So niliambiwa like it's normal for watu kuiba jezi. And then I was like, how? Niliambiwa by the jezi hazisimami kwa hanging line. Guess what? Actually the reason as to why I'm telling you this ni juu jana jioni nikapata msee ameanika manguo hapa nje ya mlango wangu tu, mtu ameanika nguo. And then nikaona kulikuwa na jezi mbili. So sasa asubuhi nimeamka nikasema hebu ni confirm kama ni kweli ni jezi yangu iliibiwa peke yake ama jezi ndizo zinaibiwa kwa plot. Kwenda kuangalia nikapata jezi hakuna. So juka ni mwenyewe ndiye alichukua isiibiwe ama ni mtu alichukua. I don't know. So hata juka ni jezi peke yake ama ni nguo zote. And I've never seen guys who sell second hand jerseys, by the way. Hata juka ni jezi ama ni jersey ama ni whatever. Hey man, sasa tulikuwa tunaanika wapi hizo majezi zetu? Anyway, that was episode 4. Episode 3 we talked about hanging line. Na hii sasa nimeweka nguo kwa hanging line. Hii si ya kuomba, but my jersey is gone. See you on episode 5. I need to go and shave my hair, by the way. Ama nikishindwa naweza nikalala tu. But that was episode 4. Peace. Let's meet in episode 5.